Dear viewers, welcome Mtume TV. Jesus is coming back again. Kondoo wengine ambao hawako kwa zizi nitawaleta. Kwa hivyo kuna wengine wameleta. Na kuna wengine mko hapa mmekalia kiti ya kondoo mwingine yako pale. Maana ulikataa kubadilika. Kwa hivyo utoke akaje akalie. Maana yeye ndiye anaenda. Lakini isiwe ni wewe. So all that is happening. So today ninazungumzia moja ya hiyo tunasema ya kwamba shida zitatokea. Sasa atakapofunga mlango wa rehema. Atakapofunga huo mlango wa rehema, hakuna kuchange mind. Hakuna kubadilika. Utakaa mlango umefunga. Sasa ukifunga hautabadilika. Hata ukibisha uambie Nuhu fungua, imefungwa, shaenda. Atakapofunga huo mlango wa rehema, kuna trouble ingine itatokea inaitwa Jacob's time of trouble. Lakini pia kutakuwa na mapigo 7. Na ndio tunafaa tuweze kujiandaa. Hiyo hatutasoma katika Darnet events, tutarudi siku nyingine tujifundishe event za kufunga mlango kwa rehema. Lakini sasa wakati mlango umefungwa, Biblia inasema hivi katika kitabu cha Ufunuo 16, Ufunuo ni 16 fungu lile la kwanza. Ufunuo ni 16, Ufunuo 16 fungu lile la kwanza. Anasemaje? Nikasikia sauti kuu kutoka hekaluni ikiwaambia wale malaika 7, enendeni mukavimimine vile vitasa 7 vya ghadhabu ya Mungu katika nchi au juu ya nchi. Nikasikia sauti kuu ikitoka hekaluni. Hekalu gani? La mbinguni, sio hapa duniani. Na inawaandalia wale malaika 7. Kuna malaika 7 ambao wameandaliwa. Kuna malaika 7 ambao wameandaliwa. Na wanakuja kumwaga ghadhabu ya Mungu duniani. Ghadhabu ya Mungu duniani. Ufunuo 16 imejigawa mara 2. Ufunuo 16 imejigawa mara 2. Sehemu ya kwanza ni fungu la kwanza hadi fungu la 9. Hiyo inahusu hukumu au kuwekwa kwa hukumu. The commencement of judgment. Sehemu ya kwanza inaonyesha wakati hukumu inaanza. Sauti inasema enendeni mkamwage ghadhabu ya Mungu juu ya nchi. Sehemu ya kwanza, fungu la kwanza hadi la 9. Na fungu la 10 hadi fungu la 21 ni kukamilika kwa hukumu. Sasa kitabu hiki au sura hii ya 16 ni mojawapo ya yale mambo ambayo tumejifundisha katika kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo kina series ambazo ni za hukumu. Kitabu cha Ufunuo kina hukumu. Na pia kitabu cha Danieli kina hukumu. Hasa kitabu cha Danieli kina hukumu sana. Danieli jina yake, maana ya Danieli ni kusema God is my judge. Na kitabu hicho ni cha hukumu. Na pia kitabu cha Ufunuo. Kwa hivyo Ufunuo has 3 series of judgment. Ufunuo ina sehemu 3 ambazo ni za hukumu. Sehemu ya kwanza, na zote ni 777. Zote ni 777. There are 3 series of 7s ambazo inaonyesha hukumu. Ya kwanza tushawisoma katika Ufunuo 6, ambayo ilikuwa ni mihuri 7 ya Mungu. Mihuri 7 ambao tuliweza kuona ilipofunguliwa. Kama unaweza kumbuka, farasi wa kwanza, farasi wa pili, farasi mweupe, farasi mwekundu, farasi mweusi, farasi wa kijivujivu, na roho zinazolia kutoka chini ya madhabahu, na vile mwezi na nyota na jua ziliafektiwa. Haya yote tuliweza kusoma. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya hukumu ya Mungu ambayo inapatikana katika sura ya 6. Sehemu ya pili ni tarubeta. Kuna tarubeta ambazo unazipata katika Ufunuo 8 na 9. Zinaitwa the 7 trumpets. Tarubeta 7. Tarubeta 7. Na ya tatu, hukumu ya tatu au sehemu ya 3 ya hukumu ni huu Ufunuo 16, ambao una mapigo yale tunaita mapigo 7. Mapigo 7, the 7 plagues.
Haya ni sawa na yale ambayo yalikuwa ni mapigo ya pale Misri kabla ya wana wa Israeli kuhama au kutolewa pale Misri. Kwa hivyo kabla hawajaokolewa, kabla hawajatoka katika nchi ya utumwa, kulikuwa na mapigo. Na mapigo hayo yalikuja sio kwa wana wa Israeli, yalikuja kwa watu wa Misri. Mapigo haya 7 nitakayoyazungumzia siku ya leo. Mapigo haya 7 nazungumzia siku ya leo ni hukumu ambayo Mungu ameitoa kwa watu wa dunia, sio kwa watu wa Mungu. Kwa hivyo you are safe. You are safe. Na inakuja baada ya Ufunuo 13. Kwa sababu tuliona Ufunuo 14 Mungu akisimama. Ufunuo 14 Mungu anasimama kutetea watu wake. Ufunuo 15 na 16 Mungu anasimama kutetea watu wake. Hii Ufunuo 16 anatetea watu wake. Malaika wa kwanza akaenda na akakimimina kitasa chake juu ya nchi, pakawa na jipu mbaya bovu juu ya wale watu wenye chapa ya huyo mnyama na wale wenye kuisujudia sanamu yake. Niseme kitu ya kwamba mara kwa mara watu wengine tukisoma katika Ufunuo, tunaposoma Ufunuo 13, tunaona kuna mnyama na tunaona ni kama chui na jeraha lake amepigwa la mauti. Alafu tunaona mnyama wa pili ambaye ni yule tulisema aliyetengeneza sanamu ya mnyama wa kwanza, na pia ambaye alikuwa na alama ya huyo mnyama au chapa ya mnyama yule. Wengine tukisoma, hasa wale ambao tunahubiri unabii, tunapenda sana kumaliza kila kitu tukisoma Ufunuo 13. Tunataka kusema kila kitu hapo, tunafikiri hapo tu ndio iko. La, sio kila, hata ile Yohana alisema bado anairudia. Ukifuata vizuri utakuja kugundua ya kwamba ukisoma 14 fungu la kwanza anasema wale ambao hawakuweza kumuinamia yule mnyama na sanamu yake, ambao walikuwa ni 144,000 ambao walipata muhuri wa Mungu. Inarudiwa pale. Ukienda 15 wale ambao hawakuweza kumuinamia yule mnyama, inarudiwa tena. Na hapa tena imerudiwa ya kwamba watu wenye juu ya wale watu wenye chapa ya huyo mnyama na wale wenye kuisujudia sanamu yake. Hii inakwambia nini? Ni kwa nini kitabu hiki kinaenda kikirudia? Kwa sababu hustahili. Yohana hataki ati ukae chini kwa sahani moja ukule kila kitu hapo. Hapana, ni polepole tu mpaka uelewe. Tunaelewana? Haya, kwa hivyo wakati tunapokisoma hiki kitabu, ninaelewa hata mimi ya kwamba si mambo yote tunasema utayashika yote mara moja. Kuna ingine utashika kesho, na ingine kwanza utasikia leo na utakuja kuelewa next year. Si yote unaelewa yote, hapana. Na ukikumbuka nilikwambia kitabu cha Ufunuo hakijaandikwa kwa kufuata, kimeandikwa kwa kurudia. Not in a chronological manner, but in a repetitive manner. Si kitabu kama zingine unasoma ikafanyika hivi leo na kesho zinafuatana. Yohana akifika 7, yeye hurudi nyuma. Yeye ni mambo ya 7. Akienda afike 7 anarudia. Kuwa na hayo mazoea pia ya kwamba ukienda unarudia. Bwana asifiwe. Hata ukifundisha enda unarudia. Amen. Amen. Kwa hivyo Yohana amesema malaika wa kwanza alikuja na akamwaga kitasa chake juu ya nchi, na wale ambao wanamwagiliwa ni wale walikubali yule mnyama na sanamu yake. Wale walichagua kutoka kwa Mungu wakae kwa shetani, waabudu sanamu, wawe na mnyama wao, ndio wanamwagiwa kitasa hiki. Na wakati kinamwagwa kwao wanapata nini? Majipu mabaya, boils. Isaya 1 fungu la 5 anauliza swali, mbona mnapenda kuchapwa kila wakati? Mnapenda kupigwa. Na anasema kichwa chote ni kigonjwa mpaka chini, ni vidoda tu, havijasongwa, havijapakwa mafuta. Anatabiri wakati huu watu watapata vidoda kuliko vile vya Nuhu, na hizi virus usiende hospitali kwa sababu hakuna mtu atakupatia dawa. Watu wa Mungu walipigwa, watu wa Mungu walifukuzwa, hawakununua wala kuuza.
Dunia haikuwahitaji, walipigwa, waliondolewa, walihama, walitoka Bongo, walienda wako msituni, hata wengine hatujui wako wapi, na wengine tuliwaua. Walibaki wale tu wanaabudu mnyama na sanamu yake. Mungu ametuma malaika kumwaga kitasa chake juu yao, hao wanaoabudu huyo mnyama na sanamu yake. Wakapata vidoda, ugonjwa wa kansa ambao hawakuielewa, na hautaenda hospitali, hautakanyanga hospitali, kwa sababu hata yule angekupeleka hospitali ako na vidoda zake. Umeshapata jipu wewe? Wale mumepata jipu mnaelewa. Sasa haya majipu yamepata kila mahali kwa mwili. Kukaa ni shida, kulala ni shida. Umeoza ukiwa hai, watu watatoa usaha wakiwa hai, watu watatoa damu kwa mili yao wakiwa ndani, wakiwa hai. Mwili umeraruka, mwili umechipuka, mwili unadodoza hiyo maji mbaya. Watu hawasalimiani kwa sababu unaona huyu atakuambukiza. Yule wa daladala ni mgonjwa, yule ambaye naye ni wa bodaboda aliugua, ako na majipu yake. Kila mtu anang'ang'ana na yake, na hautasema imeshika yule, haikushika huyu. Mungu anasema mwagilia wote tanza hapa, usiacha kila mtu, wote. Ili ugonjwa ya pekee ambao ni wote. Hata COVID ni afadhali. COVID ilishika wengine na wengine mlipona. Zimumekaa hapa na mlipatanga hiyo kitu. Sasa hii na wengine hawakushikwa na COVID, lakini hii ya Mungu wote.